kumalizia hapo akaniuliza, in New Testament ungelipenda kuwa nani? Nikamwambia mimi. So, because those ambao tulikuwa na wao wengine walikuwa wanasema mimi ningelipenda, kwanza wengi ni wale walisema wangelipenda kuwa kama Paul. Mimi nikamwambia mimi sina hiyo grace. Bwana Yesu apewe sifa. Mwingine akasema Elijah, nikamwambia sina hiyo grace ya kuua. Grace ya Paul ni ya Paul. Grace ya Elijah ni ya Elijah. Na grace yangu ni yangu na grace yako ni yako. Bwana Yesu apewe sifa. So in the New Testament nikamwambia mimi ni wa New Testament na ningelipenda kuwa mimi. Hallelujah. Because the grace of God is sufficient to me. That grace of God ambayo amenipa inanitosha. Amen. Nasema hivi kwa sababu gani? Usitake kuwa kama mtu mwingine, taka kuwa kama wewe. Mungu aliyekuumba hakukuumba ukae kama mwingine. That's why watu hawajulikani. Mungu aliyekuumba alikuumba akakupatia grace tofauti na mwingine kuishi haya maisha. Bwana Yesu apewe sifa. You can live your life as God alivyokusudia. Hakuna wakati tutafanana. Hata nijaribu kuiga style ya Emmanuel, ya Oti, ya Tunywele, bado nitabaki nikiwa Pastor Simon na Oti atabaki akiwa Oti. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. So kaa kama wewe. Kaa kama wewe, pana hizi maisha confused. Kaa kama wewe na Mungu atakubariki. Na utakuwa baraka kwa wengi. Lakini confusion ya wewe kukaa kama mtu fulani, bado unaona hajakaa vizuri, unataka tena kubadilisha uwe kama mtu fulani, tabia. Grace ya Mungu katika maisha yako inakutosha. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. So asubuhi nilipoamka nilikuwa na jambo ambalo nani walikuwa nalo. Huo ndio ujumbe wangu. In fact the same scripture nikasema nani. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini nikasema nani washamaliza hiyo. Mungu nipe kitu kingine. Bwana Yesu apewe sifa. Because I came to realize ya kwamba Mungu akitaka kufanya kitu, Mungu chukua mtu. Mungu piki mtu. That's what we are choosing. For what reason? For a reason. And God knows the reason. Bwana Yesu apewe sifa. We are different. We are choosing. Bwana Yesu apewe sifa. Among many, we are choosing. Because God has something ambao anataka kufanya na maisha yako. Wakati ambapo Mungu alitaka utukufu wake uweze kujulikana, akamuita huyu jamaa ambaye tulikuwa tunaambiwa hapa asubuhi, Abrahamu. Bwana Yesu apewe sifa. Akamuita, akaongea. Abrahamu akasikia sauti na akawaambia watu wa kwao, mimi ninaenda. Bwana Yesu apewe sifa. On Sunday we were talking about Noah. Amen. And the Bible says in Genesis chapter 6, wakati ambapo dunia ilikuwa imechafuka, watu mawazo yao yalikuwa ni mabaya, they were doing evil. This one person Mungu akamchagua, akapata kibali. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kwa sababu Mungu alitaka kufanya jambo. Na wewe na mimi tukikaa tukiwa sensitive to the Spirit of God. Amen. Tutaweza kujua ya kwamba huyu ni Mungu anatuzungumzia
na wakati umefika wa kufanya jambo fulani. Because all these people, they were sensitive in the spirit. They were sensitive to God. Amen. Noah aliishi katika dunia ambayo ilijaa na watu wengi ambao walikuwa ni waovu. Lakini yeye alikuwa sensitive to God. Hakufanya sasa kama wao. Biblia inasema he found paper. And we have found paper. We should be sensitive to God. When Abraham aliposikia sauti ya Mungu, he was sensitive to that voice. Akaenda akaambia watu wa kwao ya kwamba Mungu amenizungumzia. Mungu ameniambia niwaache na niende katika nchi atakao nionyesha. Na huko Mungu ako na mpango wa kunibariki. Bwana Yesu apewe sifa. Are we together? Amen. Hallelujah. Amen. Now, Mungu alikusudia nini? Alikusudia utukufu wake uweze kujulikana kupitia kwa Abrahamu. Na sisi Mungu ametuita ili utukufu wake uweze kujulikana kupitia kwa sisi. Hallelujah. If only we be sensitive to his voice. So on Sunday we say, kondoo zake zinajua nini? Sauti ya mchungaji. Na hizo kondoo hufanya nini? Umfuata. So kila wakati cha muhimu ni kukaa ukiwa atena yako, elio yako umevuta vizuri, inashika station ya mbinguni. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. So kila wakati unaweza kujua huyu ni Mungu anazungumza na mimi. Ninatakiwa nikae hivi. Ninatakiwa nifanye hivi. Because I am choosing. I am choosing. Kila mkulima huangalia majira na anajua ni majira ya kupanda. Amen. Alafu anaingia kwa ghala lake, anachagua mbegu, anaziweka kando. Anasema hizi wakati ambapo mvua itakavyonyesha, hizi ndizo mtakazo panda. Akiwa na matarajio ya kwamba hizo mbegu zitampatia nini? Mavuno mazuri. Bwana Yesu apewe sifa. It is the same case with us. Mungu aliyetuchagua, Mungu aliyetuita, ako na matarajio ya kwamba tukiishi maisha ambayo alitumainia tuishi, amen, atapata mavuno, atapata returns from us. Hallelujah. So brethren, you are chosen. Hiyo ndio ulikuwa ujumbe wa somo. We are chosen for a purpose. We must be sensitive to God. Bwana Yesu apewe sifa. How this word, it is what? The plan of God concerning us. So we should always listen to God. He can speak through his word. He can speak through his servant. He can speak. Bwana Yesu apewe sifa. When you read that word, unapolisoma hilo neno, unapata sauti yake ikikunenea ndani yako. Na ikikunenea, nena, afanya jinsi anavyokuambia. Hallelujah. Don't go to seek advice. Amina? Unamkumbuka Samueli? Unamkumbuka Samueli? Yes. Alikuwa anaenda kutafuta advice kwa Eli. Eli akamwambia, don't seek advice from me. Ukisikia hiyo sauti sema niko, nena na mimi. Hallelujah. Niko